Muito obrigado, Cristiano Ronaldo. Asante sana Cristiano Ronaldo. We your fans, we love you so much. Mwenyewe Novemba 2025 ukiwa na Piers Morgan ulisema kushinda kombe dunia sio ndoto yako na wala kushinda kutabadili historia yako kwenye soka. Na ulisema udanganyi kwenye hili. Ndoto yako ilikuwa kufika pale ambapo alilala kaburini Jose Denis Pereira Aveiro alikuwa anafikiria. Yeye peke yake ndio alikuwa na furaha kukuona ukicheza mpira. Unasema ulikuwa ukitazama nje, unamuona peke yake akiwa anakutazama kwa furaha kwenye chandimu, kumbe bila kujua alikuwa anasukuma ndoto za mwanasoka bora duniani. Akirudi kazini nyumbani kama kichaa, anakutazama Madeira ukicheza mpira usio na sheria, lakini yeye alikuwa anafurahia kukuona mpaka unamaliza. Anahakikisha mnarudi wote nyumbani. Ni yeye peke yake alikuwa anaamini soka ndio maisha yako. Wakati huo familia yote hawaoni hilo kwako wala kuja kukutazama. Kirudi nyumbani ili kushawishi wengine wajue ni fundi, utasikia Ronaldo, funga goli mwanangu. Kwa kelele akirudi kesho nyumbani utasikia Ronaldo, mwanangu, funga bao 2. Alikuwa haigizi, hata uwanjani ilikuwa hivyo. Kwenye chandimu kuna siku ulimshangaa alikuwa anapiga kelele, funga hat-trick. Muda huo na miaka 7 tu. Je, hili haujalitimiza? Baba aliagiza ufunge goli nyingi kadri unavyoweza. Umefunga goli 976. Alikuwa anapenda ufunge hat-trick. Umefunga hat-trick 66. Ndoto yake nyingine ilikuwa familia ikunge mkono. Ushawishi wake ukazaa matunda mpaka siku moja ulishangaa kuona sura ya mama na dada ukiwa umevaa viatu vilivyochoka vya kaka yako, wakiwa wamekaa pembeni na kutazama. Hawashangilii kama baba yako, bali walikupungia mkono. Ndoto zikazidi kutimia. Miaka 11 tu ulipaswa utoke Bush Madeira na ukaingia Lisbon, machozi yakibubujika, kukaa mbali na familia. Ndoto za mpira chungu zikaanza kutenganisha na familia. Familia yenyewe pangu pakavu. Kwa mwezi walijaribu kukuona mara moja tu. Dharau zikaibuka na upendi unyonge. Huko mjini Lisbon, shuleni, lafudhi ya kishamba ya Bush Madeira ikawa kama kituko kwa wanafunzi na walimu. Hasira zikakuzidi siku moja na kushindwa kujizuia na kumrushia kiti mwalimu. Ndoto ya elimu ikazimwa ukiwa na miaka 14 tu. Tukuache upumzike, haikuwa rahisi kufika hapa. Ukiwa na miaka 15 ilipaswa usicheze mpira tena. Tatizo la mapigo ya moyo kwenda kasi kuliko kawaida ilichanganya familia. Kumbuka, wakati huo mpira pekee ndio ulibaki kwa maisha ya Cristiano Ronaldo baada ya shule kufukuzwa. Haikuwa rahisi watu kukuelewa. Hata ulipoonyesha ubora uwanjani, walisema mchezaji mzuri ila hakana afya. Ndipo Cristiano Ronaldo akazaliwa. Ndoto yake mpya ikazaliwa, kuwa yeye atakuwa mfano wa dunia wa mchezaji mwenye juhudi zaidi kupitiliza. Thank you for just being you.